Watazamaji wa Malaika TV, tuko kwenye The Exclusive na nataka niendelee kukumbusha kwamba endelea kusubscribe channel yetu, andika Malaika TV tu pale YouTube, alafu kuna mengi mazuri ambayo yanakuja kutoka Malaika TV. Bado niko na Mr. Mwanya na nataka tuyajue mengi sana siku ya leo, lakini awali ya yote nilikujuza kwamba hii ni The Exclusive. Kwa leo kuna kitu cha kipekee sana ambacho utakifahamu kutoka kwa Mr. Mwanya. Bwana, kuna majukwaa mengi sana ya stand up comedy nimeona hapa Tanzania na zimekuwa zikifanyika tour mbalimbali. Naona leo Mwanza, kesho Mbeya, kesho wapi. Mimi bado sijakuona Mr. Mwanya kwenye stand up comedian yoyote kwenye jukwaa lolote lile, bado sijakuona. Na kati hiyo mimi naamini wewe ni moja kati ya wakali. Hebu niambie nini kilichopo hapo kati? Okay, mambo sometimes ni maslahi, kwa maana hizi ni win-win situation. Mimi nitasimama pale, nitawafurahisha watu, wazazi wataona nimefurahisha watu kwenye TV, lakini hatua mwisho kuna nini? Kuna mahitaji nyumbani, mwenyewe, wazazi, ndugu. Kwa hiyo mimi sio muhanga wa kufurahia kuonekana bila kuwa na chochote kitu, kwa kweli. Na isitoshe ukizingatia ni na idadi kubwa sana ya watu ambao wananiangalia. Kwa hiyo kama ikatokea biashara ya aina hiyo, basi mtaniona kwenye hao majukwaa. Kama ikatokea wakaona kabisa, maana si kuna waratibu, kuna waandaaji, wakiona kabisa hii sehemu tunamwona kabisa Mr. Mwanya anafiti, basi biashara ikafanyika, mtaniona kwenye hao majukwaa. Labda ungeweza kuniambia, inawezekana wewe ni mchekeshaji kali zaidi Tanzania, au labda makubaliano wewe na waandaaji wa hizo stand up comedy mbalimbali mnakuwa mfikiani mwafaka mzuri? Okay. Hapana, mimi sio kwamba eti ni gari sana, no. Lakini pia bei, yani mimi sio mchekeshaji gari, lakini pia bei hawafiki. Zipo approach zimefanyika, Mwanya tunakuhitaji sehemu fulani, ukiuliza wanakutajia conditions zao, unawatajia conditions zako, basi hampatani. Ni za kawaida, lakini bado hizo za kawaida bado unakuta hampatani. Ndio maana haunioni. Ila mimi naalika watu ambao wako serious, kama wanaweza tukafanya kazi, tunafanya kazi. Otherwise mashabiki zangu ambao wananitaka sana kwenye jukwaa la kusimama, basi waendelee kusubiri mpaka pale tutakapopata jukwaa sahihi, lenye maslahi ya pande zote mbili, nitaonekania. Kama sio mwaka huu, mwakani, whatever, bado tuna safari na bado tunaendelea kuihudumia hii career. Okay, mimi nataka nifahamu ukweli bana Mr. Mwanya, kwa sababu tuko hapa kwenye The Exclusive. Hivi kuna uhalisia kwamba kuna baadhi ya hawa stand up comedian wapo katika majukwaa mbalimbali na labda hawapati kile ambacho wanastahili, lakini inabidi wawepo tu kwa sababu ya kuzidi kutafuta njia ya kujulikana zaidi? Sababu zipo nyingi. Sababu ya kwanza ni wao wakijitizama walipotoka. Kuna namna ukijitizama ulipotoka na makubaliano ya hali ambayo uliyaingia kipindi ndo unaanza kusimama kwenye hao majukwaa, mwisho siku lazima tu uwe na muendelezo. Huu utakuwa na uwezo wa kustopisha hiyo safari. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kiu ya umaarufu. Kiu ya umaarufu, kwa sababu kama hivyo ulivyosema, kuna tours tofauti, bado mtu unakuwa unaendelea kugain mashabiki wapya na nini hivyo. Sababu nyingine ya tatu ni kuridhika. Mimi naweza nikasema ni pesa ya kawaida, kumbe mtu ni pesa mara 5 yake, yani hata hajai kuiota hiyo pesa. Yani ndio kwanza anamshukuru Mungu kwamba yes, hapo nabutua ni mshindo. Kwa hiyo ni kuridhika, lakini pia ni mahitaji yao binafsi. Maana mtu mwingine bana, unakuta mtu mwingine hawezi kufikiria kwamba kesho kutwa natakiwa niwe na kwangu, natakiwa niwe na usafiri wangu. Yeye ameridhika tu kwamba mimi bwana nina kitanda, nimelipa kodi, nakula, napata wanawake, basi. Mwingine falsafa yake ya maisha ipo hivyo. Kwa unakuta hawezi kuchambua vema thamani yake. Okay. Mr. Mwanya, nataka tupige story kuhusu kitu fulani kwenye hii exclusive ya Malaika TV. Hebu niambie, nasikia kwamba sasa hivi nyinyi content creator pamoja na hawa comedian wa stand up comedian mmechukua upepo wa wasanii wa Bongo Flava wote, ni kweli hiyo? Hapana, unajua hizi idara za sanaa hizi zimetofautiana,
na kila idara ina namna ambavyo inafanya kazi zao. Ehe, kwa maana ya waigizaji, wacheshi, watu wa ngumi, watu wa sarakasi, watu wa michezo, watu wa muziki, kila watu wana namna yao wanafanya, na kila siku mambo yanafanyika kwenye mambo yote kila siku, na kila siku mastaa wapya wanazaliwa na trending mpya zinazaliwa kwenye makundi tofauti tofauti. Comedian wa sasa hivi new generation ni wamekuwa wana matokeo mazuri na mapokeo mazuri kwa jamii kutokana na uchaji. Comedy zamani ilikuwa ni watu tu wa kawaida, watu wachache afu watu wa kawaida. Hata kwenye kuigiza kwao ilikuwa ni, hata kwenye movie unakuta ni wamewekwa getini au waigize tu uchizi au sijui wauza mavitu mtaani hivyo. Lakini sasa hivi ni wasomi wameivamia hii sekta, wasomi kabisa wameivamia. Ona kabisa Leonardo ni engineer wa maji, kina Dula, kina Ndaro walimu hawa, kina Clayton, yani hivyo watu smart wameingilia hii, na ndio maana sasa vichekesho vimekuwa ni vya kutumia akili sana. Ndani ya dakika moja tu mtu anakuchukua, ndani ya sekunde 30 tu mtu anakuchukua. Tofauti na zamani mtu anaweza akafanya kitu cha lisali moja na nusu ukacheka katikati au ukacheka mwishoni au usicheke kabisa. Mtu mpaka ajigonge kwenye mnazi, aingie kwenye au mpaka adumbukie kwenye dimbu ya maji, au labda apigwe na manati ya kichwa, umeona, na vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi ni kuna critics tu vinatumika, na ndio maana jamii inacheka sana, inafurahi sana, na jamii inarudisha sasa kwa hao comedians, kwa maana ya deals ya endorsement. Umeona juzi mkubwa mwenyewe Mama Samia Suluhu Hassan amezindua tuzo za comedy. Unaona kabisa sasa hizi tunaanza kuaminiwa kuwekwa katika kabisa kwenye performance za juu kabisa za wakubwa, majukwaa tofauti nje, tour za mikoa, means tunajitambua. Lakini pia katika kujitambua huko pia tuna bahati ya kupokelewa. Siwezi kusema labda Watanzania eti wana stress ndio maana wanapenda uchesha, ila tu ninachojua ni kwamba tunafanya vitu vizuri zaidi, vitu vinapendwa. Kule kwenye wasanii sasa ni wao wana vikao vyao wale, sitaki kabisa kuwazungumzia, japokuwa nishaimba nyimbo 2-3, lakini mimi siwaga sikadi nao sana. Hivyo kwenye ngumi hivyo kwenye masumbwi, sijui kwenye kuogelea, michezo ni mingi sana na mambo mengi sana, ila so far tunaendelea vizuri. Yaani mnaendelea vizuri nyinyi kuliko hao wasanii wa Bongo Flava sasa hivi, si ndio? Ama tunaendelea vizuri sisi, yaani sisi tunaendelea vizuri. Sasa ukisema kuliko wale, mimi hakuna kile kipimo halisi cha kusema kwamba sasa hivi wanaoendelea vizuri ni waimba singeli, sasa hivi wanaendelea vizuri ni comedian. Hamna hicho kipimo, ila tu kwa sisi, kwa upande wetu sisi tunajiona tunaendelea vizuri, tunajiona kabisa tuko sawa kabisa. Bado tuko na Mr. Mwanya kutoka Malaika TV. Hii ni the exclusive. Nataka tuyajue mengi ambayo sehemu nyingine huwezi kuyajua, nataka tuyajue kwa siku ya leo. Katika hizi YouTube channel kumekuwa kuna series nyingi hivi zikiendelea, na tumeona pia kwa upande wako umedondosha inaitwa Shujaa wa Kijiji, si ndio? Nini kilichopo ndani yake pale? Nini kimekuinspire mpaka ukaona hapana, nimeona vingi sana, sasa na mimi wakati wangu mimi kuweza kudondosha hichi kitu? Au ni ukuaji, uwezi ukasema eti utakaa vile the way ambavyo ulianza. Kwa hiyo lazima uwe na vitu ambavyo ni vizuri, conscious, vitu vya dakika kadhaa hivi watu wafurahi maeneo yote. Kuna wengine sio wazuri sana kwenye simu, kuna wengine ni wazuri sana kwenye TV, akae hivi na familia yake wanakula wanatizama, wapumzike au waendelee kujisomea na vitu kama. Kwa hiyo mimi niliona kabisa nina kila sababu ya kuanza project kubwa kama sio za kati. Kwa hiyo kwenye swala la series, yes, nimejaribu pia kama 3-4-5, yes, kama 3-4-5. Kuna Penzi la Msela, Shujaa wa Kijiji, kuna Siku Mbaya Kazini, kuna Maisha ya Kweli. Kwa hiyo ni katika kuthubutu, of course ni katika kuthubutu kwamba yes, nina uwezo wa kufanya hata haya ambayo nyinyi mnadhani au hamkudhani kuwa naweza kuyafanya. Hivi unaweza kuniambia Mr. Mwanya, ni nani tishio kwako katika upande wa series kwa sasa hivi kwa hapa Tanzania? Sasa mimi nimekuwa nina kawaida moja ya kureview kazi zangu hizo za series nje, sio ndani. Okay. Yaani kwa maana ya kwenye Netflix huko wanafanyaje rangi zao, shots zao,
ndio nimekuwa nikijitathminia huko. Kwa kama ni matishio nitakutajia watu wa huko. Sawa, wakina Jet wakina hizo, wakina GTA, wakina nini Squid Game ndo matishio. Lakini kwa hapa mimi hapana, kwa ndani hapa siangalia kwa yani sijui wanaendeleaje kwa kweli. Mimi na watu wote tunajitafuta. Kwa hapa ndani tunajitafuta, tunathubutu, tunafanya. Tishio labda alikopo ni marehemu Stephen Kanumba yule ndio alikuwa noma. Okay. Kuna swala la kizushi nataka nikuulize hapa kupitia the exclusive ya Malaika TV. Kuna baadhi ya comment naona mtandaoni watu wanasema kwamba mlisi wa Kanumba ni Cram. Hiyo imekaa vipi kwako? Watu wana uwezo wa kuongea kitu chochote kile ambacho wao wanakitizama. Wanasema huwezi kumpangia mtu nini aongee na kwa wakati gani. Kwa hiyo kama wao wameangalia na wamerejelea kazi za marehemu Stephen Kanumba, wamezifananisha na hizi sasa hivi, wameona kabisa iko hivyo, basi acha waseme, sio utawakataza na uwezo kuwapangia. Ila mimi binafsi kwa maoni yangu, yani Kanumba ni kitu kingine kabisa marehemu. Yani kitu kingine kabisa. Na kama angekuepo, sema ndio hivyo. Ndio bwana. Kama angekuepo, haya tungekuwa kwa kweli. Ilikuwa ameshatupeleka mbali sana kwenye swala zima la filamu. Tunafuatilia sana movie za nje ama ni za bongo tu? Za action za nje zozote zile zipi tunafuatilia sana? Tunafuatilia of course. Unajua kwenye kutafuta muda wa kupumzika lazima vitu kama hivyo havipukiki. Napenda sana horror movies za nje. Okay, hebu niambie picha zako kali ambazo zimetoka mwaka huu, unasema hii 2025 hao jamaa wamejipanga. Hebu niambie movie zako kali 3 tu ambazo na baba na hizi bwana kwa mwaka huu hao wenzetu wametutangulia na kuna kitu umepata hivi. Sasa kwenye kuangalia movie ni Squid Game tu. Yani Squid Game. Ila kuangalia na kukalili na kuishabikia kabisa, hicho kitu mimi sina. Ila ni Squid Game tu ndo waga naishabikia hiyo. Tumeweza kumjua Goodluck Carlos, tukafikia kwa Mr. Mwanya, tukafahamu baadhi ya mambo, tumezungumza mambo mengi mpaka mambo mengine ya kimichezo kwa sababu mshikaji wangu ni moja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Yanga. Sasa Mr. Mwanya, kutoka Malaika TV kupitia the exclusive, nataka uwaambie Watanzania mashabiki wako wa ndani na wa nje kitu tofauti ambacho hawajatarajia kukisikia kupitia Malaika TV kwa siku ya leo. Naoa. Ile ya kusema sio ya ile hapana kwa kweli jamani. Naoa. Mashabiki zangu baadhi itahitaji wawakilishi. Sitaki mashabiki wote maana nina followers karibia 1,100,000. Sasa nikisema njoeni nitaweka wapi? Siku mambo yanaanza kuwa mengi. Ila nitahitaji mashabiki 5 tu. Waje wahudhurie, waangalie, wafurahi, wale wanywe, wacheze na sisi na vitu kama hivyo. Nafikiri hiyo ndo taarifa njema kutoka kwa Mr. Mwanya kwenda kwa mashabiki. Zaidi na zaidi ni kazi, consistency ni ile, spirit ni ile. Kwa hiyo kama niko mara ya kwanza kupitia Malaika, amini basi unaweza ukanifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii kama Mr. Mwanya. Kote ni Mr. Mwanya. Utakutana na profile pale DP. Amini nimevaa kisinglet cha blue na kofia cha njano. Nafikiri ni hayo tu. Asante sana. Bwana nilikuwa niko na Mr. Mwanya kwa siku ya leo. Hii inaitwa Malaika TV. Nataka nikwambie mshikaji wangu ambaye tuko pamoja kwenye exclusive. Unaweza kusubscribe kwa sababu kuna mambo mengi mazuri sana ambayo yanakuja kutoka hapa Malaika TV. So mimi naitwa Maganga Junior. Unaweza kaandika pale Facebook ukaandika Maganga Junior Quality, lakini pia Instagram unaweza kaandika Pengo Mtawala. Tunakutana hapo kwa ajili ya mastori na mambo mengine kibao. Hii ni Malaika TV. Tukutane katika the exclusive nyingine. Nitakwambia nitakuwa na nani tupata kushuhudia. Asante sana. Tuko pamoja.